Shangilia, shangilia, sifu Bwana, wa mabwana. Shangilia, shangilia, piga kelele kwa Bwana. Shangilia, shangilia.
amechoka. Muulize kama amechoka. Mwambie aketi. Kama amechoka mwambie aketi. Dance ile ile bado. Let's go. And we are all singing this one. Praise the Lord. Are we ready? Let's go.
deserve all the honor, Father. We gather here to bring this a sacrifice of praise because we serve the one who deserves. And Lord, today we want to declare that we want to know you more and more. We want to know you more and more, Lord. Tunataka kukujua zaidi na zaidi. And as you sing this song, if you have a burden before God today, if you desire to know God more and more, please make your way here to the pulpit. We have the kneeling place for you. Don't go home with the burdens that you came with, because our God is here with us today. So as you go through these songs, make your way from where you are seated, where you are standing, all the way to the pulpit, and make it known before God as we desire to know him more and more. This one we are all singing together because we want to worship. We all start this one. Nataka nimjue Yesu, na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. burden today? What would you love God to attend today? We still have a minute before we pray. Let me ask if you are there and you want us to pray for you today.
As we sing only one stanza of this song, to make your way, because God is here. And there is no other that we can depend on but Him alone. Kumtegemea Mwokozi ndio tamu kabisa. Come on, raise that voice as you sing, yes, 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 namwamini, nimemwona dhabiti. Yesu, Yesu, yu thamani. Indeed, His promises are yes and amen. And I just want to give you a minute to go before the Lord. If there is any burden that you have brought this morning, that you would lift it, that it be the lifter of your head. Maybe you've come here downhearted, depressed. He's here to meet with you today. And so just speak to Him this morning. Lord, we gather to honor you, to exalt you, to magnify your name, for you're worthy of all praise, you're worthy of all honor. And Lord, we know your presence is here, for you have promised that when we gather in your name, when we lift our voices to you, you come and you inhabit our praises. So I bless you that you are here, oh God, and that you are moving in our midst by the power of your Holy Spirit. Holy Spirit of God, I ask, would you move in our midst today to bless us, to lift us, to encourage us. We have not come here, Lord, so that we can go from here the same, but we have gathered in your name to thank you, Jehovah God, that you are with us, and that, Lord, you are meeting every person at the point of need. I bless you for this nation that you have placed us. Bless you for our president, for his deputy. We bless you for the cabinet. We bless you for the National Assembly, the Senate. We bless you for our governor. We bless you for our county assembly. I want to pray for our leaders, that, Lord, would you guide them, and Lord, would your spirit direct them, and that, Lord, they will lead us in justice, and that, Lord, you would cause them to serve your purposes, for we know that you have the heart of the king in your hand. And so direct our king, direct our president, direct our governor, direct our leaders, oh God. We bless you for the nations around us. We pray specifically this morning for Congo. We want to send your word there, Jehovah, and we want to speak peace upon that nation, my Father. The spirit of bloodshed and division that is so rampant in that country, we send your word to them right now in the name of Jesus. And I want to pray, Heavenly Father, to thank you for our church. We bless you for our bishop, the assistant bishop, the administrative secretary. We bless you for every AGC pastor that stands to speak your word today.
We want to pray for AGC around us in East Africa. We want to pray that would you move in those nations, oh God. I bless you for every place where your word is spoken this morning. We want to pray, my Father, that your word will come forth with power. We want to rebuke this rising sects that are coming to distort your word in our county, in our country. We rebuke that spirit in the name of Jesus. And we declare, my Father, that may your word be spoken in truth from the pulpits that you have given us. We want to bless you for Emmanuel. We bless you for our pastors. We bless you for every member of this congregation. I want to pray, meet each one of them at the point of their need. There are those that are kneeling with specific needs today. There are those that are unwell. We send your healing word. And we pray, my Father, would you touch those that are in their hospital beds today, even those that are in homes and they are unwell. We are sending your word to them, Jehovah God. We want to believe you for a healing over Reverend Kikwai. We want to believe you for healing over Mama Zeph. We want to believe you for healing over Faith and many others that are unwell today. David, oh my Father, we send your healing word to him. And we honor you because we know you heal. Even those that we do not know, we are praying for them. We pray for this service and everything that will happen. The speaking of your word, our giving, Sunday school, everything that will happen, we commit it to your hands. And now, Lord, I bless you for our children. I want to pray that as they go to Sunday school, would you go with them? I pray for their teachers that they'll teach them in ways they will be able to understand and apply your word. I honor you because you have heard our prayer. For I pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Children, let me ask that you go to Sunday school. Children, please go to Sunday school. And as the children are leaving, they are creating space next to you. Please fill it up so that those people standing outside can be able to find a sitting space. So please, if a child has moved from where you are, fill up the space. Fill up the space so that the ushers can be able to identify the spaces that are available. There are so many spaces nearer the front. As ushers bring people nearer the front, there is space here. Thank you. Those of us who are still coming in, we have a lot of spaces here in front. Ushers, please, we have spaces over here, over the flanks next to the door. Ushers, over here, there is a lot of space here. Thank you. Thank you. Asanteni sana. Let us appreciate our praise and worship team for that energy. They have sung their hearts out, and we want to bless them. Thank you, praise and worship, for that very wonderful session. Allow me to greet all of us in the name of our Lord Jesus Christ. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Good morning. It's a pleasure to see you today. Let me welcome all of us to our second service for today. On behalf of our senior pastor and the church leadership, tunasema karibuni sana. We want to extend a hand of welcome to those of us who are joining us here for the first time. If you are here for the first time, or you are our member and you've been away for some time, we would like to ask you to stand where you are, of course, except for our speaker and the family. They will be introduced later. But those of us who are here for the first time, or you are our member and you've been away for some time, kindly stand so that we can appreciate your presence. Anyone again? Thank you. I've seen you over there. Thank you over there. Any other? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Can we appreciate our visitors one more time? Asanteni sana, you may be seated. Asanteni sana, you may be seated. Our ushers will reach out to you with a card that tells you who we are as a church. Go through that card, and if possible,
scan it. There's a code at the end of it. Scan it, fill it in, and send it to us. That will also tell us who you are. As we normally say, if you have joined us in our town, in our city of Kericho, be joining us for our services and activities. But if you are traveling, we want to wish you well. We wish you journey mercies, and we normally say, take our love and greetings to your loved ones. Karibuni sana. Allow me to bring you a couple of announcements. The first one is that we are being encouraged to join us every Wednesday from 1 to 1:45 p.m. here in church, or you can follow us online. This is normally a time to refresh. This is normally a time for spiritual renewal every Wednesday from 1 to 1:45 p.m. Please join us here in person or online for our time of prayer. The men's ministry is inviting all men to a prayer breakfast next Sunday, the 2nd of March, starting from 6:45 a.m. to 8:30 a.m. This is therefore to invite all men across all ages to come so that we can worship God as from 6:45 to 8:20, prayer breakfast for men. So men, mark the date, next Sunday. We are asking the parents and guardians this question, that have you registered your child for Bridge program? This is the last call, if you have not done so. We have been announcing this for some time, that this is a program for all the children or for all the ex-candidates who sat for their exams last year, to be able to go through this program for 12 weeks. So let your child not be left behind. This is the last call we are making so that they are able to catch up. The meetings are as follows. Meeting time are as follows. Every Saturday from 9:30 a.m. to 3 p.m. they are here in church. Every Tuesday from 2 to 4 p.m. And every Thursday from 2 to 4 p.m. These are the schedule of their meetings for the ex-candidates, Form 4s. The charges still remain 4,000 shillings per youth. Last call, so that you are not left behind. Finally, young professional Bible study takes place every Wednesday here in church. It begins at 5:30 p.m. As the choir comes, let me wish all of us a blessed service, a blessed Sunday, a blessed week, and may God bless you abundantly. Let us ask the choir to present a number as our ushers wait on us as we give our tithes and offerings.
Father, we thank you for these gifts that we have given you. I pray, take them and use them to the extension of your kingdom. Thank you that you have given us that ability to give. And we pray, receive our gift. And Lord, would you give us back so that we can be able to do your work? For that is the promise that you have given us in your word. We bless you and we thank you for it. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Thank you, choir. Bwana Yesu asifiwe. Let me welcome you to our service today. We are glad that you are here. Remember, I told you to make sure that you carry your sermon notebook. Do you have a sermon notebook? If you don't have, we got you covered. The youth are selling sermon, Bible study, and sermon journals. There's one with flowers for ladies, and there's one plain one for the men. So buy one for yourself. This is also an effort to support the youth ministry. So even as you're buying, it may be slightly more expensive than you would buy it at the shop, but it is also to be a blessing to the youth ministry. They are going for 1,100 shillings, and they are sold at the door. So be sure to buy one, because it has a place for the scripture. It has a place for your personal Bible study. It has a place for application. Very, very nice things. So please be sure to get one for yourself. We are thankful when God blesses us as a church. This morning we want to celebrate two of our own. Dr. Bate, the watchman, MCA, and member of this church. He graduated with his PhD last week. He comes to the first service, but I want us to celebrate him. And then we have a professor. We have a professor of human resource management, Professor Willita Rop. Please, Willita, stand. She's there. Shall we celebrate our own professor? That is encouraging. Maybe I should go back to school. But I don't know if I have the energy. But if Willita had the energy, sembuse mimi. I'm slightly younger than her. But we also this morning have Pastor Florence and her family. It's good when we have pastors. Please, pastor and your family, stand up. We want to acknowledge your presence and to welcome you to our service today. Thank you so much for visiting us today. We have a Kesha on Friday, and this is our 2-hour Kesha. Starting from 8 to 10, we welcome you to join us for a time of prayer. Na sasa nitabadilisha lugha, nitaongea kwa Kiswahili, na ningependa kujua who does not understand Swahili. Leo nahubiri Swahili. Nani haelewi? Who doesn't understand Swahili? There's one person who does not understand Swahili. Wow. Okay, nitakuja hapo nikutafsirie. Ama ni kalimani. What is the difference, Bishop? Actually, sio mimi naleta mahubiri yetu leo. Na kwa sababu nilikuwa nimeambia askofu kwa ibada ya kwanza kwamba nyinyi Tanzania Kiswahili kilianzia pale, kikakuja Kenya, kikawa ugonjwa wa hali ya mahututi, alafu ikaenda Uganda ikafa. So hapa tunaongea Kipswahili. Lakini leo nataka, ndiye nasema toa, what is a journal? Nakala yako. Nakala is version. Hey, let us stay. Toa kijikaratasi na kitabu yako, leo utaandika kwa Kiswahili. Nimeambia askofu ateremushe Kiswahili chake tu kidogo, ashukishe ili tuweze kuelewa. So siku ya leo tuko na askofu wa AGC Tanzania ambaye atatuletea mahubiri yetu ya siku ya leo. Lakini kabla hajatuletea mahubiri, ningependa kuwakaribisha na mama askofu na dada yetu waje hapa mbele. Alafu tutaombea mama askofu. Mama askofu amekuja Kenya kwa ajili ya matibabu na tutamuombea. Alafu bishop atatuletea neno. Lakini usijali, anaongeza Kiingereza moja hivi around the place. Lakini hao watu tunaelewa Kiswahili except one person, na nitaenda kumchukua kando ili tuweze kuwasiliana na yeye. But I want to welcome Bishop AGC Tanzania. Shall we give them an Emmanuel AGC welcome? Hii sio mara yao ya kwanza kuja hapa. They have been here
I think Bishop has been here 3 times, Mama Askofu twice. Dada yetu, this is her first time. I know that God has prepared something for us. So before I pray for Mama Askofu, let me ask her to bring greetings to us. And then after that, Askofu sasa atanena na sisi. Hallelujah. Hallelujah. Nawasalimu sana kwa jina la Yesu. Nimeambiwa kuna Kiswahili na Kiswahili. Mimi naongea Kiswahili sanifu. Hallelujah. Tunamshukuru Mungu sana ametupa kibali leo kuweza kuabudu nanyi hapa ya AGC Emmanuel Kericho. Tunamrushia Mungu utukufu na heshima kwa sababu ametuleta salama hapa. Namshukuru Reverend Joyce kwa kutupa hii nafasi pamoja na kanisa lote. Mimi jina langu ni Mary Mbagata, ni mama askofu. Sisi huaga tuna jina, hatuna majina. Kwa mimi jina langu ni Mary Mbagata. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Tumefuatana pia na binti yetu, atajitambulisha mwenyewe. AGC Tanzania wanawasalimia sana. Sana 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 sana, wamesema wanawapenda sana, wanawasalimia sana na wanawakaribisha sana Tanzania. Ninyi ni ndugu zetu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaitwa Winifrida John, nimetokea Tanzania. Ninamshukuru Mungu aliyenipa neema na kibali cha kutembea na wazazi wangu hawa wa kiroho. Bwana asifiwe. Karibuni sana Tanzania. Mungu awabariki. So I want us to all pray and believe on behalf of Mama Askofu that God would touch her and bring healing upon her. Shall we pray? Father, we are grateful. We thank you that you're our healer. And that, Lord, when you heal us completely. We continue to believe, Jehovah, because we never tire to call upon you. And we are calling upon you on behalf of Mom. I want to bless you, Heavenly Father, that you are able to touch and bring healing to her. I want to pray, Jehovah, that even as she goes to see the doctors, that you will guide the hand of the doctor. But it's not impossible for you even to perform a miracle. So we want to pray in the name of Jesus that you, because you're a miracle worker, that you are a powerful healer. We want to pray for powerful healing upon our sister. That, Lord, she will be able to be strong and be able to go about her daily business even of serving you. I now pray for Bishop as he brings the word, that it shall come forth with power and with clarity to the honor of your name. I bless you and I thank you for it in Jesus' name I pray and believe. Amen. Karibu Askofu. Tumpigie Yesu makofi. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Tuseme amen. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kuwepo kwangu hapa na familia yangu. Kama alivyosema Reverend Joyce, dhani mimi ni mara yangu ya 4 kufika hapa, lakini kwenye ibada ni mara yangu ya 2. Namshukuru Mungu sana. Kuna mahali ukifika unakuwa kama Yakobo. Yakobo alipofika mahali pale, alipokuwa anaelekea kwa Laban, alisema bila shaka Mungu yuko hapa. Nasi kuwepo hapa tunasikia uwepo wa Mungu kweli kweli. Mungu awabariki sana. Nimefurahishwa na mambo mengi, lakini pamoja na hayo niseme hongereni kwa ibada nzuri ya kusifu na kuabudu. Lakini pia nimebarikiwa kusikia kwaya wanaimba wimbo wa kule kwetu Tanzania, ambao kwaya iliyoanza kuimba ni ya nyumbani kwangu tulikozaliwa. Nimefurahi sana. Ninachowaomba tu ni washauri, naona Kenya mnaimba vizuri kwa sababu shetani hajawa mwanakwaya. Kule kwetu shetani ameshaingia kwenye kwaya. Na anapiga vyombo, anapiga drums, anapiga gitaa. Kwa hiyo tumepoteza ladha ya kwaya. Niwaombe AGC Kenya na hasa hapa Emmanuel Church, msimkaribishe shetani kwenye kwaya. Mbaki mnaimba hivyo hivyo. Jamani, mmenielewa Kule kwetu hali imekuwa ni mbaya kabisa. Yaani mpaka unawaza hivi kweli nini ni ibada au sio ibada? Kwa sababu shetani ameshaingia kwenye kwaya. Mungu awabariki kwa uwepo wa Mungu katika kwaya zenu hapa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kama alivyosema mama askofu, tunawaletea salamu nyingi sana kutoka kule Tanzania. Wameutuma kuwasalimu, pokeeni salamu zao. Ni kweli sisi tunaongea Kiswahili lakini sio kizuri sana. Ninyi mnafanya vizuri pia kwenye Kiswahili. Kwa mfano, tuna watoto wa Kenya ambao wako kule kwetu. Ni ajabu, darasani wanapata A au B kwenye Kiswahili, alafu wa Tanzania wanapata F Kiswahili. Ndio ajabu kabisa. Kwa hiyo naonyesha ni kwa jinsi gani ninyi mko makini pia kwenye Kiswahili. Kwa hiyo tunawapongeza kwamba mnatumia Kiswahili vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimeomba Reverend Joyce niongee Kiswahili, niwekee mkalimani hapa, akasema wewe piga Kiswahili bwana, wataelewa. Basi asante kwa uhuru huo. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaleta neno la Mungu, nilete kwanza utangulizi kidogo au neno la shukrani kutoka kule AGC Tanzania. Sisi AGC tunatumia Kiswahili, tunaita Kanisa la Injili Afrika. Kiswahili cha Africa Gospel Church. Kanisa la Injili Afrika. Unaweza kusema twende 1 2 3, Kanisa la Injili Afrika. Asante sana. Ndio tunatumia lugha hiyo, lakini ni Africa Gospel Church. Shukrani yetu ya kwanza ni kwa uongozi, semina ya uongozi iliyofanywa na Reverend Joyce pamoja na timu kutoka hapa Emmanuel. Kwa kweli ilikuwa ni semina nzuri kwa Septemba. Walikuja wakati ambapo mimi tayari nilikuwa na miaka 2 tangu nimewekwa mikono kuwa askofu, na miongoni mwa vitu ambavyo walifanya vizuri ni mafundisho kwa wachungaji. AGC Tanzania tuna zaidi ya miaka 40, lakini kuna mahali ambapo tulipoteza kidogo network na tukahama barabara. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo nimekuwa nikifanya ni kutafuta watu wazuri wa kutusaidia kurudisha kanisa kwenye reli. Kwa hiyo walipokuja Reverend Joyce na timu yake kutoka hapa, yale mafundisho yalitusaidia sana. Na miongoni mwa vitu ambavyo Mungu alitufanyia muujiza ni kikao cha baraza kuu. Nilikuta kwenye system kikao kile kinafanyika kwa siku 5, sometimes mpaka siku 6. Lakini siku ile walipofundisha kikawa laini kizuri, tukatumia siku 2 na tukamaliza kwa amani. Kwa hiyo nataka kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya ujio wao. Nisaidie kuwapigia makofi hao watumishi wa Mungu. Lakini kwa kweli kitu kingine ambacho kizuri kimefanyika walipokuja, tulikuwa na mawazo ya kuandaa vijana na sikujua na waandaaje. Lakini nikaalika tu vijana wachache wakashiriki hiyo semina. Walipomaliza wakasema, Bishop, tunaomba utufungulie chuo cha Biblia cha Kiswahili. Kaboso ni wameshaanza program ya Kiingereza pale, lakini kwa level ile wachungaji wetu wako chini kidogo. Kwa hiyo tulipoanza kufikiria hivyo, ndugu zetu Reverend Joyce na Reverend Raymond pamoja na timu wakatusaidia kulima hilo shamba. Sasa tunajiandaa mwezi ujao kuanza chuo cha Biblia cha wanafunzi 50. Haya ni matunda ya kuja kwa Reverend Joyce pamoja na timu yake kule Tabora. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Lakini pia tuwashukuru kwa ushirikiano pamoja na mwaliko huu ambao umetualika. Mungu awabariki sana. Mwisho katika neno la shukrani, nataka nitoe salamu fupi kutoka ofisi yangu ya askofu. Mimi ni askofu, lakini nina salamu kidogo ambazo zitawasaidia kujua mimi ni nani na ninafanya nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu studio. Elias Mbagata ni askofu wa Africa Gospel Church, au kwa Kiswahili tunasema Kanisa la Injili Afrika. Wa Africa Gospel Church, au kwa Kiswahili tunasema Kanisa la Injili Afrika. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu, amenipa nafasi ya kuongoza kanisa hili nikiwa ni askofu wa awamu ya 3. Askofu wa awamu ya kwanza alikuwa ni Reverend Thomas Mbindigiri ambaye sasa anapumzika mbinguni, na askofu wa awamu ya 2 alikuwa ni Reverend Sratiel ambaye aliongoza kanisa kwa miaka 25. Askofu wa kwanza Reverend Thomas Mbindigiri aliongoza kanisa kwa miaka 13. Mimi nina miaka 2 tu
na kusema kweli, kwa mujibu wa mabadiliko ya katiba, mimi ndio nimeanza rasmi mfumo wa kiaskofu. Kule nyuma tulikuwa tuna mfumo unaitwa mfumo wa moderate au mshauri mkuu. Africa Gospel Church ni taasisi ya kidini au kanisa ambalo limeanzishwa rasmi mwaka 1984 kwa juhudi za wamisionari wa World Gospel Mission kutoka Marekani waliokuja hapa miaka ya 1982 wakisaidiana na mtumishi wa Mungu ambaye sasa amefariki, Reverend Thomas Mbindigiri, kuona jinsi wanavyoweza kuanza kazi mpya katika nchi yetu ya Tanzania. Mwaka 1984 Mei tarehe 19, Africa Gospel Church ikawa imesajiliwa rasmi kama taasisi huru au kanisa huru ambalo linaweza kujiendesha. Naomba nizungumzie vipaumbele 7 ambavyo nimekusudia kufanya. La kwanza ni kupanda makanisa zaidi katika miji na vijiji, ambapo kwa sasa tumeshafikisha makanisa 112. Nina mkakati wa kutengeneza dira ya miaka 10 ijayo. Jambo la pili au maono ya pili ni kukuza na kuendeleza mafundisho ya utakatifu ambayo ndio msingi halisi wa imani yetu. Na mkakati wa 3 au kusudio la 3 ni kuandaa vijana ambao watakuwa tayari kubeba maono ya kanisa katika kutekeleza huduma na utume wa Injili katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu ambapo neno la Mungu halijafika. Lakini mkakati wa 4 ni kuendeleza chuo cha Biblia ambacho tumekianza kwa msaada wa AGC Kenya World Gospel Mission, kwa kuhakikisha kwamba hicho chuo kinaendelea na kinasimama. Na mkakati wa 5 ni kuanzisha huduma za kijamii katika vijiji na mazingira mbalimbali ya nchi yetu ya Tanzania, maeneo mbalimbali ya nchi yetu ya Tanzania. Na jambo la 6 ni kufanya huduma kikamilifu inayogusa watoto. Watoto wetu wa Kitanzania wengi wanaishi katika mazingira magumu na hatarishi. Kwa hiyo nawaza kuwa na mkakati wa kuwafikia watoto na vijana. Na jambo la mwisho ni kazi ya kuendeleza sasa utume. Tunaposema utume ni kuandaa vipawa ndani ya watu. Changamoto mojawapo ambayo imetukabili ni kuelimisha jamii, hususan vijana. Tuna wachungaji wengi ambao ni wazee. Makanisa mengi tulio nayo yako vijijini. Kwa hiyo kipato chao ni kidogo sana. Kwa hiyo uendeshaji wa mikakati mikubwa nilionayo unakuwa ni dhaifu kwa sababu ya kipato cha waumini kinachokuja hapa ni kidogo mno. Nimekuta ofisi haina gari, haina pikipiki, haina usafiri wote ule. Kwa hiyo nimelazimika kutumia gari yangu ambayo ni duni sana kwenda vijijini, na mara nyingi imekuwa ikiharibika mara kwa mara. Na mahali pengine hapafikiki kwa njia rahisi bila kuwa na usafiri binafsi. Majengo yaliyoko hapa kama nilivyosema yana zaidi ya miaka 40 sasa. Yamechoka, yamechakaa. Nawaza kupanda makanisa katika miji mikubwa. Kwa hiyo lazima kuwe na namna fulani ya kuwezesha wachungaji ambao wanaweza kufanya kazi nzuri ya kupanda makanisa katika miji mikubwa. Tuna mambo 3 ya kuhitimisha. Jambo la kwanza, tunaomba maombi yenu. Tafadhali tuombe. Jambo la pili, tunaomba ushauri. Inawezekana kuna mahali ungetamani na unasikia kutushauri, karibu sana. Na jambo la 3, mtushike mkono. Unaguswa kutushika mkono kwa namna yote ile, kwa sadaka, kwa ukarimu, kwenye eneo lote lile uliloliona, karibu sana na Mungu atakubariki. Karibu Tabora, karibu Tanzania, karibu Africa Gospel Church Tabora, Tanzania. Amen. Nimekuwa kama Nehemia kwenye Biblia, kufufua yaliyokufa na yaliyodhoofika, lakini nguvu kubwa sasa nimeielekeza kuandaa vijana ili watusaidie kukimbiza kanisa katika mfumo wa kisasa zaidi. Niwashukuru kwa jinsi ambavyo mmetusaidia kumtrain na kumwandaa vizuri Kapaya. Kapaya namwangalia kama jicho la askofu. Nategemea akimaliza anisaidie mambo mengi kwa kweli. Ana akili nzuri. Niwashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmeendelea kumsupport. Mungu awabariki sana. Lakini pia msituchoke. Tunahitaji kuandaa vijana kwenye hiyo program mpya ya Kiswahili na ile nyingine ya Kiingereza inayoendelea pale. Kama nilivyosema, nimekusudia kuwa na vijana 50 kuanzia mwezi April na mwezi Machi
na tukimaliza hapo nimekusudia kupeleka hiyo huduma ya training vijijini. Walipokuja kina Benja walitutia wivu sana. Wivu kabisa. Kuona vijana bado wabichi wanahubiri. Kule kwetu kukuta vijana wanahubiri ni kidogo sana. Wengi ni wazee kabisa. Na wakati mwingine mpaka aweke na msaada wa macho mengine ya ziada. Lakini nashukuru kwamba tunaendelea. Kwa hiyo karibuni sana kwa ajili ya kututia moyo na kutushika kwenye training. Lakini pia miongoni mwa vitu ambavyo nimekusudia kufanya mwaka huu ni kutrain walimu wa Sunday school. Tumepoteza sana ile radha ya AGC kwa sababu tumekosa mafundisho ya Sunday school na VBS kwa muda mrefu. Kwa hiyo Juni nimekusudia kuwa na kongamano la walimu wa Sunday school kutoka AGC yote nchi nzima. Kwa hiyo niwaombe muone jinsi ya kututumia walimu watufundishe ili turudi kwenye misingi mizuri ya kuwa na mafundisho mazuri ya watoto. Kila tunapokuja hapa tukiangalia hicho kitu ambacho umekifanya hapo cha kujenga jengo la Sunday school na watoto wanavyofanya kazi hapa, tunatiwa wivu kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtuombee. Bwana asifiwe. Kwetu Reverend Joyce ni kama Mariam wa kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Si mnasoma habari ya Mariam na Elizabeth walipokutana. Mariamu alikuwa amembeba nani? Yesu. Si ndio? Lakini Elizabeth amebeba ujauzito wa nani? Yohana Mbatizaji. Na yule mtoto ndani ya Yohana alikuwa haruki. Lakini Mariamu alipomkumbatia tu Elizabeth, mtoto akaruka. Tulipokuja mwaka ya juzi hapa, wakati Reverend Joyce ametuhudumia pale gorofani chai tu, tumefika njiani maeneo ya Migori. Mke wangu akaniambia, askofu, nimempenda yule mchungaji, hata sijui anaitwa nani. Nikamwambia, yupi? Akapekua kwenye picha, akasema, huyu hapa. Asema ana kitu cha Mungu. Hebu muhalike aje Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kweli Reverend Joyce alikuja majira kama unavyoona kwenye picha, alikuja kwenye majira mazuri Tabora, majira ya maembe. Tuna maembe mengi sana kule kwetu. Na akafurahia mazingira yale. Lakini kama nilivyotangulia kusema, kuwepo kwake pale na ile timu waliacha uamsho mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaheshimu sana kwa kweli kazi nzuri anayoifanya mchungaji wenu hapa, mchungaji kiongozi na watumishi wote hapa. Popote mnapoachilia sadaka zenu kwa ajili yetu, kuna vitu vipya vinaruka ndani yetu. Tulipokuja Nairobi, tulikuwa na huduma ya ibada Jumapili, na Jumanne kesho yake tulikuwa tunaelekea Kijabe kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya mama. Daktari alipotupa majibu, tukasema nadhani majibu haya acha turudi nyumbani tukaone cha kufanya. Hatukuwa na cha kufanya zaidi ya kurudi nyumbani Tanzania. Baada ya muda nikashangaa, Mariamu wa Tanzania akapiga simu. Akasema, Elizabeth, usirudi. Baki hapa kwanza, mke wako atibiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunashukuru sana Mariamu wetu sisi kwa kweli ni Pastor Joyce. Reverend Joyce akasema, Bishop, usiende, utamsumbua mama askofu. Si ubaki tu hapa. Tena sio tu kubaki, njoo Kericho ulale kwenye nyumba yetu. Nashangaa. Tumekaa kwenye nyumba ya Reverend Joyce na mzee Antoni hapa, mpaka nimeota ndoto nzuri jana. Kabisa. Hata nilikuwa namsimulia asubuhi leo mama askofu, nimeota napalilia shamba zuri la mahindi, zuri kabisa. Akasema, hii nyumba ni nzuri. Hapa mahali ni pazuri sana. Kwa hiyo kwa kweli tumekuja mahali sahihi. Tunamwamini Mungu. Hata hiyo matibabu ya mama askofu, kwa kuwa tumefika hapa, yataenda vizuri. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mmembeba kitu kizuri cha baraka na cha uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuende kwenye neno la Mungu la siku ya leo. Fungua pamoja nami kitabu cha Isaya sura ya 52 mstari wa 6. Ujumbe wetu wa leo unasema, Mungu ni mpaji wangu. Tunaendelea pia na somo ambalo tumekuwa tukijifunza juu ya thamani ya majina ya Mungu au thamani ya jina la Mungu. Leo tukidili au tukiangalia hasa juu ya jina la Yehova Yile. Isaya 52 mstari wa 6.
Biblia inasema, kwa hiyo watu wangu watalijua jina langu. Kwa hiyo watajua siku ile ya kuwa mimi ndimi ninenaye, tazama ni mimi. Naomba ufungue pia Injili ya Marko mtakatifu sura ya 4. Marko mtakatifu sura ya 4. Tutasoma kuanzia mstari wa 35 mpaka ule mstari wa 30 na wa 41. Japo pale kwenye screen tulianzia mstari wa 36, lakini wale wenye Biblia za karatasi kama ya kwangu, hebu tuanzie 35. Niwapongeze pia kwa desturi nzuri ya kuja na Biblia kanisani. Mimi ni miongoni mwa waumini ambao naamini katika Biblia ya karatasi. Kwa hiyo pamoja na teknolojia huwa naamini Mungu atanipiga nisipokuwa na Biblia ya karatasi. ni mawazo yangu tu. Ni mawazo yangu, mtanisamehe. Hebu tusome hilo andiko. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tunapotafakari juu ya somo hili kwamba Mungu ni mpaji wetu au Mungu ni Yehova ile, natamani tuangalie mambo makubwa matatu. Mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, Mungu anahitaji kupewa heshima anayostahili. Na kwa lugha nyingine, Mungu anahitaji itifaki. Nimesikia kipindi fulani evangelist ananiambia kuna wakati mlimwalika president hapa. Rais akienda mahali popote pale, watu wa itifaki wanatangulia mbele kutengeneza mazingira. Mimi kwenye installation yangu ya uaskofu tulimwalika vice president. Wainisumbua. Walikuja ukagua mpaka ofisi yangu, mpaka wakasema hiyo picha ondoa. Hapa sio picha ya askofu, weka picha ya rais. Nikabadilisha, geuza hiki. Protocol. Hebu sema protocol. Mungu anahitaji itifaki. Itifaki anayohitaji ni nini? Angalia wanafunzi wa Yesu. Marko anasema ule mstari 36b, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo. Ni kitu ambacho Marko haandiki sawa na Mathayo, haandiki sawa na Luka. Ndio uzuri wa kuwa na injili 4. Kila mmoja ameandika kwa aina yake. Marko anatuonyesha kwamba walimchukua katika hali fulani ya mazoea, sio kama itifaki inavyotakiwa. Na ndio maana alipoona hivyo, na hivi kwa sababu alikuwa amefanya kazi kutwa nzima, akaenda kalala. Nisikilize wapendwa, tunahitaji kushinda roho ya mazoea juu ya watumishi wa Mungu tuliowazoea. Unaweza ukaona kama vile ni mtu tu wa kawaida, lakini kila mtumishi wa Mungu amebeba hatima yako, amebeba baraka zako. Tatizo linalotutesa ni mazoea. Wanafunzi wa Yesu wakamchukulia tu kama wa kawaida. Walimzoea nini? Walimzoea kama mtengeneza mikate. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliona kama vile tunatembea na bakery hapa, hamna shida.
lakini kwa mambo makubwa huyu hawezi. Yesu anastahili nafasi kubwa katika maisha yetu. Haijalishi tunapita kwenye changamoto kubwa kiasi gani, lakini lazima apewe heshima, abaki kuwa na nafasi ya pekee katika maisha yetu. Angalia jambo la ajabu. Wanafunzi wa Yesu walikuwa na Yesu aliye hai na Yesu aliyelala katika chombo kimoja. Ni mara ngapi tumefikiria tuna vitu ambavyo haviwezekani, alafu kumbe Yesu yupo tu. Kwa nini hafanyi? Ni kwa sababu tumemdharau, hatumpi nafasi anayostahili. Namshukuru Mungu sana Reverend Joyce kwa ajili ya kanisa la Immanuel hapa. Nimeona watu wametulia, watu wanasikiliza neno, watu wanaabudu. Sisi kuna mahali tumefika ambapo sio pazuri sana. Vijana wanaingia na zita nini? Zile za masikioni. Earphone au headphone, wanaingia yani ibada inaendelea, wako tu kwenye Facebook, wako kwenye Instagram. Na kwa sababu ile hofu ya Mungu imeisha ndani yao, wamefika mahali hawaoni hata sababu ya kwenda kanisani. Hofu ya Mungu hakuna. Mazoea yameondoa uwepo wa Mungu. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu. Naona hofu ya Mungu bado yuko ndani yenu. Jipigieni makofi, mimi ni watu wazuri sana. Msimzoee Mungu. Mungu hazoeleki. Ndio maana alinyamaza. Tunapofika mahali tukazoea, mazoea yanaondoa uwepo wa Mungu kabisa. Wanafunzi wa Yesu yalimfanya Yesu akala usingizi. Haoni kama kuna kitu cha kufanya hapa. Lakini jambo la ajabu, wakaenda na kumlalamikia. Wanasema, yani wewe si kitu kwako kwa tunaangamia? Hawaoni kama ni mtu wa msaada kwao. Walikuwa wanamwamsha ili awasaidie kupiga kasia au kuondoa maji kwenye ile boti. Hawaoni msaada mwingine kwa Yesu. Lakini tunapotaka kuona nguvu ya Mungu, tujifunze kumpa Mungu heshima anayostahili. Yeye abaki kuwa Mungu pekee katika maisha yetu. Haijalishi tuna elimu, haijalishi kuna pesa na kuna vitu vingine, lakini Mungu apewe heshima anayostahili. Sisi mwaka fulani kiongozi mmoja akataka kujichanganya kidogo. Tukatuma salamu kwa serikali. Kwambia nisikiliza, tunaomba serikali, vyovyote mfanyavyo, lazima Mungu abaki na heshima yake kwenye nchi hii. Msichanganye. Lazima Mungu abaki na heshima anayostahili. Tutaitwa wanadamu, tutasoma, tutafanyaje, lakini Mungu nafasi yake lazima ibaki kama ilivyo kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninawashukuru sana jinsi ambavyo mnafanya. Sisi tumeiga baadhi ya mambo kwenu, lakini naona kuna baadhi ya vitu hapa kwenu ambavyo pia siku hizi havikuwa vizuri sana. Wanasiasa ni kama vile walikuwa wanaelekea kuwateka mpaka kuteka madhabahu. Nimejifunza jambo hili. Sisi tumekubaliana kwenye AGC. Akija kiongozi wetu wa siasa ni muumini wa kawaida, akae, ampe Mungu heshima anayostahili. Kabisa. Sisi wote hapa tuko mbele za Mungu, tunahitaji neema ya Mungu tu. Heshima, ufahari nyumbani kwako. Hapa wote tuko chini ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna cha askofu, wewe wote tunahitaji neema ya Mungu. Tumpe Mungu heshima anayostahili. Ndugu zangu, jambo la pili. Mungu anahitaji kuona imani yetu thabiti. Imani iliyo thabiti ni nini? Katika ule mstari wa 40, walipokuwa wanashangaa, Biblia inasema akawaambia, mbona mmekuwa waoga, hamna imani bado? Wanafunzi wa Yesu waliingiwa na taharuki. Kiswahili ni kigumu kidogo, taharuki. Mmekielewa mnaelewa taharuki ni nini? Ile taharuki ilikuwa ni kubwa kabisa. Wameshakata tamaa. Uwezo wao umefika mwisho. Nguvu zao zimefika mwisho. Akili yao imefika mwisho.
Kumbuka hawa ni wataalamu wa kuogelea. Ni wataalamu wa kile chombo kwa maana ya boti. Wanajua jinsi ya kuendesha boti vizuri. Lakini wamefika mwisho. Taharuki imekuwa kubwa. Kuna wakati nilikuwa Mwanza nafuata na wakati nasoma chuo cha Biblia, tuenda kuhubiri kwenye visiwa vya Ziwa Victoria. Na hapakuwa na boti ya engine. Kulikuwa na hivi boti vya kupiga na makasia hivi. Na tukaingia. Tulipoingia kule ndani, kumbe wale wapiga makasia ni walevi. Wamebeba pombe, katikati wakaanza kunywa, alafu wakaanza kupigana. Yaani nilisali sala zote mpaka nikamkumbuka na mama. Kwa sababu huko kwetu tulipo ni mbali kabisa na ziwa, hatujui kuogelea. Kwa hiyo nikitumbukia ni kama jiwe. Nikasema, Mungu nisamehe dhambi zote nilizofanya, nazozijua, nisizozijua, zote za baba na mama. Nilitubu kila dhambi. Kwa nini? Kwa sababu ya taharuki. Kuna baadhi ya mambo kwenye maisha yanakuja kama taharuki. Yaani unakosa mwelekeo. Wanafunzi wa Yesu walipata taharuki kubwa kabisa. Ndio maana wanamparamia Yesu, wanamwambia, yaani wewe kwako si neno, sisi tunaangamia. Ile ni taharuki. Ndio maana ukiona mtu rafiki yako yote yule amepaniki, amepata taharuki, huyu ni mgonjwa wa akili. Kaa naye kwa akili. Msaidie tu, mwambie imani yako iko wapi? Hebu ongea na jirani yako, mwambie imani yako iko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anahitaji kuona imani yetu thabiti na sio juhudi zetu. Kuna wakati juhudi zetu zinafika mwisho, lakini imani lazima isimame. Nimeona watu wengi wanahangaika, wanatafuta msaada hapa na pale kwa sababu ya taharuki zilizowakuta. Nisikilize. Lazima tubaki katika imani iliyo thabiti. Tulipotoka Tenwick Disemba, afya mke wangu ilikuwa dhaifu sana. Tumefika Tabora, kaambia mama twende hospitali. Tukaenda Dodoma. Ni hospitali kubwa ya serikali. Wakapima MRI. Daktari wa kwanza alipoangalia majibu, akasita. Akamwita daktari wa pili ambaye ni bingwa wa mishipa ya fahamu, neuro. Akaangalia, akapima tena mara ya pili. Akasema, Bishop njoo, angalia picha ya mke wako. Akasema, hatuamini, kwa nini bado anaishi? Kwa mjibu wa picha ilivyo, alistahili kuwa ameshakufa siku nyingi au ameparalyze. Na huyo mke wangu ni jeuri wa imani. Aliposikia hivyo, akasimama mbele ya daktari, akajinyosha hivi, akasema, asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Daktari akatoa miwani, akaweka chini. Kaangalia, akasema, imekwaje? Nikamwambia daktari, nisikilize. Hayo majibu yasikupe taharuki. Hiyo shida anayo sasa kwa miaka 12. Na bado anaishi, na bado anahubiri, na ataendelea kuishi, na anaendelea kumtumikia Mungu. Yule daktari alishangaa sana. Alishangaa sana. Na hapa pembeni tulikuwa na daktari mwingine ambaye anahusika na mambo ya dialysis, mambo ya figo. Ndiye alikuwa ametuunganisha. Kumbe naye ana shida imemlemea. Tuliporudi private room, akasema, Bishop, asanteni kwa kuja Dodoma, mmekuja kuponya imani yangu. Mimi imani yangu ilishaisha kabisa. Nilipoona majibu ya mama nikasema, basi kumbe mna matumaini hivyo, basi na mimi nitapona shida yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize. Mungu anahitaji kuona imani iliyo thabiti na sio juhudi zetu. Juhudi zetu zinapotangulia mbele ya imani, nguvu ya Mungu hukaa pembeni. Yesu analala. Yesu analala. Tunakumbuka changamoto ile tupata mataifa mengi duniani, changamoto ya corona. Ilikuwa shida kweli. Sasa alikuja mtu mmoja kutoka WHO. Akasema, muda sio mrefu na hasa Tanzania mtaanza kuokota maiti barabarani.
Na baadhi ya watu wakawa na hofu kweli. Tukasema hapana. Hapana. Naambia Mungu, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Kanisani kwangu walitokea baadhi ya washirika ni wagonjwa. Na mmoja alikuwa ni mzee wa kanisa. Nikasema Mungu tunafanyaje? Unajua sisi hatukufunga ibada. Tulikuwa na rais katili jeuri. Nikasema Mungu tunafanyaje? Mungu akanipa revelation, akanipa mafunuo kwamba kila Jumapili tufanye meza ya Bwana. Tufanye meza ya Bwana. Kwa hiyo ilikuwa kila Jumapili ukija unakuta kuna meza ya Bwana. Kasema Mungu, uliwaponya Waisraeli kwa mana vitu vya kuokota. Acha na hivi vya kuokota madhabahuni viwaponye. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu sana. Kwenye loko cheche ambao nilikuwa nachunga wakati huo, hakufa mshirika hata mmoja. Nikasema Mungu nakuamini. Nakuamini. Nakuamini kabisa. Nakuamini. Kuna wakati watu wote wa praise walipata shida. Tukabaki mimi na mke wangu. Na siku moja mama naye pia akapata shida. Nikabaki peke yangu. Na sasa unafikiria sasa mnalala kitanda kimoja, huyu anakohoa na wewe huna. Nikasema sijui niweke pilo hapa kubwa. Lakini nikasema hapana. Nikamwambia mama, kwa jina la Yesu utapona. Hiyo isikupe shida. Nataka niwaambie juhudi zetu zinapotangulia mbele ya imani, nguvu ya Mungu hukaa pembeni. Lakini imani yetu inapotanguliwa na nguvu ya Mungu, ile roho ya mazoea inavunjika. Kabisa inavunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu na la mwisho. Jambo la tatu na la mwisho. Mungu anaweza kufanya mapinduzi. Mapinduzi sio mabadiliko. Mabadiliko ni kilichokuwa hapa unakitoa hapa, alafu kilichokuwa hapa unakiweka hapa. Hayo ndio mabadiliko. Mapinduzi ni kugeuza system. Yesu aligeuza system ya akili ya wanafunzi wake. Katika ule mstari wa 41 anasema wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Walishangaa. Ni kitu ambacho hawakutarajia. Nisikilize. Mungu anaweza kufanya mapinduzi katika mambo ambayo hatuyatarajii yakawezekana. Kwa sababu njia zake hazichunguziki. Inawezekana kuna vitu umeomba muda mrefu, umeomba hujajibiwa. Usikate tamaa. Huwezi kujua. Inawezekana huu ndio mwaka wako wa Mungu kukujibu. Inawezekana zimetangazwa ndoa nyingi hapa kanisani. Wanabandika matangazo, wanasema itakuwa siku ya sherehe. Unasema jamani, mbona mimi wanipita kama basi limejaa jamani, hawanioni. Umejaribu kwenda saluni, umegeuza nywele hivi, umegeuza hivi, umepiga wanja, umepiga lipstick, hawakuoni ngo. Na ukijiangalia kwenye kioo unasema jamani, na uzee unakuja. Nisikilize. Ukiwa ndani ya Yesu, Mungu atafanya mapinduzi. Kuna kijana mmoja msomi anamalizia PhD yake, atakuja ndiye atakuwa wa kwako. Una sababu ya kuogopa? Nimekuja na binti yangu hapa anaitwa Unifrida. Mwaka juzi akapata mchumba. Huwa mimi nawaambia mabinti, ukipata mchumba mlete ni muone kwanza. Ni mscreen, ni mkague. Anafaa kweli kukopu na mimi kama baba yake au la? Akamleta, nikamwambia mshamba huyo, toa takataka hapo. Huyo muendani. Nikamwambia mtu mwenyewe wa kijijini, hajui hata kusoma kwa shida. Nikamwambia Winnie, hapana. Sasa babu unaona mimi nazeeka, au uzeeke kwenda wapi? Wewe bado binti, ndio kwanza maisha yameanza. Usikate tamaa rafiki yangu. Wewe ndio kwanza maisha yameanza. Mungu anaweza kufanya mageuzi. Mungu anaweza kufanya mapinduzi ukashangaa. Mwaka jana tumetoka hapo Tenwek tumefika, anakuja ofisini, baba nina jambo. Nikamwambia nini? Akatoa picha, naona kumbe amepata mchungaji. Sasa anaenda kuwa mama mchungaji. Nikamwambia hapo sawa. Hapo sawa. Nisikilize. Usikate tamaa. Mungu anaweza kubadilisha mambo. Alibadilisha upepo ukasimama, kukawa shwari kuu.
Hakuna la kumshinda. Usikate tamaa. Inawezekana shida ulionao ya ndoa ni kubwa. Umeita wazee na wazee, umeita mabaraza, wamejaribu na kujaribu. Nisikilize. Yupo Yehova yule mtuliza dhoruba. Anaweza kutuliza dhoruba ya ndoa yako. Anaweza kutuliza dhoruba ya afya yako. Anaweza kutuliza dhoruba ya watoto wako. Hakuna cha kumshinda. Wanafunzi wa Yesu waliogopa sana. Hofu ikawa kubwa. Nisikilize. Mungu anaweza kuamuru yasiyowezekana yakawezekana. Lakini tusimwekee Mungu mipaka. Mwambie jirani yako, usimwekee Mungu mipaka. Wanafunzi wa Yesu walimwekea mipaka, wakajua ni mtengeneza mikate tu. Hana kazi nyingine. Wasijue ana kazi kubwa zaidi ya mikate. Ana kazi kubwa zaidi ya kuponya homa. Nisikize, Yesu ana kazi kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hajashindwa lolote. Nimejifunza kwa Yesu kwa vitu vingi. Umeona kwenye picha gari tunayotumia ni mzee kabisa. Huwa nikiingia kwenye maombi na muombea na yule mzee, naambia wewe mzee, kwa jina la Yesu nipeleke mahali fulani unifikishe salama. Siku moja tumeenda kwenye huduma, gari ikapigwa na ng'ombe, ikapinduka. Na sina hela ya kutengeneza. Nikasema Mungu nafanyaje? Nikaambia Bwana Yesu, hatuna hela, lazima turudi. Nikafungua bonnet, nikaenda kule kwenye inji, nikaweka mikono, nikaomba. Nikasema Yesu, ulituliza dhoruba, nyamazisha hii shida. Hapa sina fundi, sina mtaalamu, na mimi kwenye mambo ya gari najua tu, kwenye mambo ya huku mbele sijui, mimi ni kipofu. Wewe Yesu ni dereva, unajua kila kitu. Nikaingia, nikawasha. Mzee Hari akakubali, akaitika, utaenda hivyo hivyo mpaka kwa fundi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, tumwamini Mungu hana mipaka. Hebu sema Mungu hana mipaka. Usimwekee Mungu mipaka kwamba hii shida Bwana sijui. Ondoa hiyo mipaka. Ondoa mipaka kabisa. Mungu anaweza. Tulipotoka Tenwe, nyumba tunaokaa sisi ni nyumba zilizojengwa na wamishonari wa WGM. Zimechoka. Nimeingia kwenye uaskofu, sini hakuna hela, hakuna hiki. Sasa Mungu sio nafanyaje? Sasa mama anahitaji mabadiliko kwenye ofisi ile, kwenye nyumba yetu, hasa toilet. Sasa Bwana Yesu nafanyaje? Nikaenda, niko bafuni na mwaga maji ya hivi. Nikamwambia Bwana Yesu, unaona hii toilet hii? Nisaidie. Nimetoka pale, nikaenda mjini. Nikaenda kutafuta vifaa, sina pesa. Lakini Mungu akafanya njia. Nikashangaa. Baadhi ya marafiki wakanipa vifaa, nikaja nikarekebisha, nikaweka system ya maji, nikaweka toilet ikawa nzuri. Mama kaniuliza, umefanyaje? Nikamwambia nimemtoa Yesu huku bedroom, nimemuingiza toilet. Ametusaidia kurekebisha. Bwana Yesu asiwe sana. Si kama ituliza dhoruba, anashindwa nini kutusaidia huko ndani? Si anaweza jamani? Anaweza. Usikate tamaa. Kabisa, usikate tamaa. Nikampeleka, akanisaidia, akarekebisha. Nimejifunza kumwamini Mungu kwa namna hiyo kabisa. Tunapita mahali pagumu sana wakati mnasema, Mungu tunafanyaje jambo hili? Itakuwaje? Lakini tunamwambia Bwana Yesu, tunakusi, wewe huna mipaka. Hebu simama na hapa. Fanya na hiki. Fanya na hiki Bwana. Mungu anafanya njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapomaliza, wapendwa, nimalize kwa kusema tumwamini Mungu. Yeye ni mpaji wetu. God is our provider for everything. Anaweza kutupa chochote tunachohitaji. Lakini jambo la pili, tushinde roho ya mazoea. Tumpe Mungu heshima anayostahili. Na tatu, tusiamini juhudi zetu kuliko nguvu ya Mungu itendayo kazi ndani yetu. Na jambo la nne, tushinde hofu za maisha hata kama tunapita katika nyakati ngumu. Tutavuka. Tumwamini Mungu. Kule Tanzania tunaona kama vile Kenya mko vizuri kwa sababu ya Gen Z. Hao wako safi. Na ninyi mnaona kama vile tuko vizuri kwa sababu sisi ni kondoo waendao machinjoni. Lakini sisi wote hofu yetu ni maisha tu. Maisha.
Kila mtu anasema uchumi mbaya, hakuna ajira. Na watu wa serikali wamekaa, wanapeana tu vyeo, wanaongezeana siku. Wanawaambia vijana, msiogope. Mungu yupo. Hata wasipokuajiri, Mungu atakuajiri. Hata wasipokupa kazi, Mungu atakupa kazi. Hashindwi lolote lile. Siogope. Kijana huko shuleni, sisi kule kwetu vijana wengine wanasema, sasa baba nisome ili iweje? Wazee hawataki kuachia ofisi za serikali. Sasa nisome ili iweje? Acha tu nikae nyumbani. Lakini niwaambia, Mungu atatupa nafasi ya kuishi na kufanya kazi vizuri. Tuendelee kukiri daima Mungu ni mpaji wetu. Mungu ni Yehova Yile. Itapatikana tu. Ibrahim alijua, sasa namchinja mtoto wangu ndio kwa heri. Lakini kumbe pembeni yake kuna kondoo wa kutolewa sadaka. Tusiogope, tusikate tamaa. Funika macho yako tuombe. Bwana Yesu, nakushukuru. Wewe ni mpaji wetu. Wewe ni Yehova Yile. Wanafunzi wako walikata tamaa. Hawakujua hatima yao itakuwaje. Lakini Bwana, ulifanya njia. Wakati ambapo hawakujua ufumbuzi wa taharuki iliyokuwa inawakabili, uliwasaidia taharuki ile kaisha. Kwa kunyosha tu mkono, upepo ukatulia. Ziko taharuki nyingi katika maisha yetu, ambazo wakati mwingine hatujui tutafanyaje. Lakini Bwana, wewe ni mpaji wetu. Wewe ni Yehova Yile. Utusikie na utujibu mahitaji yetu yote Bwana. Mbariki kila aliyesikiliza ujumbe huu, walioko hapa kanisani, na wale ambao wamefuatilia mahubiri haya na ibada hii kwa njia ya mtandao. Uwabariki Bwana. Asante kwa ajili ya mchungaji kiongozi wa kanisa hili na wasaidizi wake wote, uwabariki. Asante kwa ajili ya baba askofu Dr. Robert Langati pamoja na wasaidizi wake wote wa AGC Kenya, uwabariki Bwana. Asante kwa ajili ya taifa la Kenya, ulibariki pamoja na uongozi wote. Naomba kwa ajili ya taifa la Tanzania, ulibariki pia, na mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Kipekee kwa ajili ya Kongo DRC, uwasaidie Bwana, na uwape amani. Wewe ni mtuliza dhoruba, tuliza dhoruba ile iliyoko pale. Endelea kubariki bara lote la Afrika na dunia nzima, kwa tuwe na amani. Tuendelee kuabudu katika roho na kweli. Usikie kuomba kwetu katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni sana AGC Tanzania, na Mungu awabariki sana. Asante. Asante askofu. Tumeelewa. Umesikiliza kwa makini kwa sababu hamkutaka kiwapite. So rest your minds. I know you're very tired from listening and translating in your head. But we want to thank God that He has spoken to us. That we can trust Him because He's faithful. That we don't have to get used to, you can get used to God. But He's saying, don't get used to me. I do beyond what you can even ask or. And where our mind and faith finds limitations, we can look up and trust God even when the situation seems impossible. Because our God is not asleep. But when we get used to Him, He may sleep. But one thing we know, that He is there to deal with whatever situation you find yourself. So it may be seeming impossible. It may seem that He's delaying. He's not delaying. He wants to come through for you, because He is a God who knows. He's a God who can stop the storms of our life. No matter how big they seem, He's still in control. And as the worship team sings the chorus, or at least the verse and the chorus of "'Tis So Sweet to Trust in Jesus," if you want Bishop to pray for you, I want to welcome you to the altar. Be you struggling with your health, you're struggling financially, you're struggling with a job, and it seems impossible. God is still in the business of taking care of that which concerns us. So I will ask that we stand, so that if there be anybody that needs to come to the altar, they may find space to be able to do that. So let us stand together. 'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word
Yawezekana ni kitu kigumu ulicho nacho ndani yako. Umekuwa na taharuki ya jambo ambalo huna majibu. Mwamini Mungu yuko upande wako. Yesu ni mtuliza dhoruba. Yesu hashindwi na hajawahi kushindwa. Maadamu umeamua kumpa nafasi na kusema, Bwana, shughulikia jambo langu hili, Mungu atafanya. Usiogope, usikate tamaa. Bado yeye ni Yehova yule. Ataleta kitu kipya, ni mpaji wako. Atafanya njia pasipo na njia. Pale ambapo mipaka ya wanadamu umesema ni mwisho, Mungu atafungua mipaka. Mungu atafanya kitu kipya kwa ajili yako. Acha mwaka 2025 uwe ni mwaka wako wa sifa. Uwe ni mwaka wako wa neema. Uwe ni mwaka wako wa baraka. Na wewe pale ulipo, hata kama ukuja mbele, inua mikono yako juu na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa ajili ya ibada hii. Wewe ni Mungu ambaye ni mpaji wetu. Wewe ni Yehova yule. Wanafunzi wako walipata taharuki walipoona upepo ulivyokuwa mkali ukiubisha kile chombo. Walijua ndio mwisho wa maisha yao. Lakini kumbe wewe Yesu ni mpaji wetu. Wewe ni Yehova yule, ulisimama ukanyosha mkono, upepo ukatulia. Ndugu zetu wamepiga magoti madhabahuni pako. Si hawa peke yao, na hata sisi tuliosimama hapa tuna changamoto nyingi za aina mbalimbali ambazo kwa akili zetu hatuna majibu. Wakati mwingine ni changamoto za ndoa ambazo watu mbalimbali wamejaribu na kujaribu, imeshindikana. Mahali pengine ni changamoto za kifamilia, na baadhi ya changamoto ni za kiafya. Madaktari wamesema haiwezekani, lakini wewe Yesu ni mpaji wetu. Wewe ni Yehova yule. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Ni Mungu usiye na mipaka. Ni Mungu ambaye unaweza kufanya yasiyowezekana yakawezekana. Fanya kitu kipya Bwana kwa ajili ya watu wako hao waliopiga magoti madhabahuni pako. Ikiwa ni changamoto ya ndoa, ulete ufumbuzi. Ikiwa ni changamoto ya uchumi, ulete ufumbuzi. Changamoto ya kiafya, ulete ufumbuzi. Na kwa yeyote aliyeko hapa, na hata wale ambao wanatufuatilia kwa njia ya mtandao, yeyote Bwana hakutana na shida aliyonayo. Bwana, wako wengine mioyo yao, nafsi zao hawawezi kuongea wakasema shida walizonazo, lakini Bwana wewe unaona yaliyoko ndani ya mioyo yao. Ukakutane nao Bwana, ukaponye mioyo yao, uponye majeraha yao Bwana, kwa kuwa wewe ni mpaji wetu. Wewe ni Yehova yule. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Reverend Joyce pamoja na wazee wa kanisa na wachungaji wote. Asante kwa ajili ya madhabahu hii. Asante kwa ajili ya kanisa hili. Asante kwa ajili ya ibada zote za leo. Bwana, ubarikie ujumbe huu. Neno lako likazidi kudumu katika mioyo yetu, likaweze kuleta matunda ya pasayo toba. Tunakushukuru kwa kuwa umesikia na umepokea maombi yetu na ibada yetu. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante Askofu. Asante Askofu. Let's sit for a minute as I ask, tunataka kuongea mambo yetu ya nyumbani. So tuacha wageni waondoke kidogo. Let me ask Bishop and Mama Askofu to be taken to the office. As I wind up, you know, when you ask, I hope we've gone online. When you hear the pastor saying, let's go online, you know, anataka kusema mambo yetu. Remember that the last time I asked us to go on offline. Oh, did I say online? Offline. Sorry, cameraman. Let's go offline. The last time I